subhanahu wa ta'ala, wa'budu rabbaka hatta ya'tiyaka al-yaqin. Mwisho wa kikomo cha ibada ni wakati mtu anatokwa na wakati roho yako isha kutoka, ndio hapo ni mwisho wa ibada. Lakini kumalizika kwa Ramadhan si kwamba ibada zimeisha. Allah yupo na ataendelea kubakia kwa kuwa yeye ndio mfalme wa hii dunia, atabakia, na kwa kuwa yupo na malengo ni ibada, basi ibada ziishi kwa kumalizika kwa Ramadhan. Uhai ni fursa, na fursa unapoipata itumie vizuri, itakuwa ni manufaa kwamba wewe ndio utakuwa mnufaika mkubwa. Mmoja katika Waislamu ama katika watu alimuota ndugu yake katika usingizi, na ndoto yake hiyo ndio ningependa nipatie nitoe kama ndio nasaa kwa Waislamu. Alimuota ndugu yake katika usingizi, akamwambia qadimna ala amrin adhimin wa an na'lamu wala na'malu wa antum ta'maluna wala ta'lamuna fawallahi la tasbihatun au tasbihatani au rak'atun au rak'atani fi sahifati ahadina ahabu ilayhi min ad-dunya wama fiha. Hii ni ndoto ambayo kwamba mmoja katika wana ndugu alimuota ndugu yake, na akawa ni mwenye kumpatia maneno kama haya kwamba sisi tulipo katika makaburi yetu, wallahi tumekwenda tukakutana na mambo mazito makubwa. Naalamu, tayari ushajua uhalisia wa mambo yalivyo ndani ya makaburi yetu. Wala naamal, lakini hatuwezi tukafanya yale ambayo kwamba itakuwa ni sababu ya sisi kupunguziwa ama kutolewa katika dhiki ambazo kwamba tuko nazo. Tayari tushakutana nayo, tunapambana nayo sasa hivi, na sisi ni wadhaifu. Wa antum, mama nyinyi ambao kwamba bado mko katika dunia, taamaluna, mnafanya, wala taalamu, lakini amjui uhalisia wale ambao kwamba yamo katika nini, katika makaburi. Wapo ambao kwamba wako katika toa za Allah subhanahu wa ta'ala, na wapo ambao kwamba wamezama katika maasi ya Allah subhanahu wa ta'ala. Akawa ni mwenye kumwambia ndugu yake kwa nasaa, ni kama anampatia, wallahi anaapa kwa Allah subhanahu wa ta'ala, la tasbihatun, kuleta tasbih moja, au tasbihatani, au kuleta tasbih mbili, yani Muislamu kusema subhanallah 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 hizi, au rak'atun, au mtu kuswali raka moja au rak'atani au raka mbili, ahabu fi sahifati ahadina, katika kitabu sahifa ya mmoja wetu, ahabu ilayhi min ad-dunya wa ma fiha, inapendeza zaidi kwake kuliko dunia na vile ambavyo kwamba dunia imebeba. Kwa hiyo Muislam, itumie fursa ya uhai wako iwe ni sababu ya wewe kupata maisha mazuri ya milele kesho akhera, kwa kuwa kuna maisha baada ya maisha haya mafupi hapa duniani. Kwa hiyo nasaha zangu za leo siku hii tukufu ya Eid ni kwamba tumrudie Allah subhanahu wa ta'ala, na wala tuseme bado nina kesho kutwa. Siku yako ni hiyo ambayo kwamba unayo, itumie katika kumtii Allah subhanahu wa ta'ala. Pigana na nafsi yako, kwa kuwa Allah ameeleza kwamba inna nafsa la amaratun bisu, nafsi siku zote huwa ni yenye kumsukuma mtu kuingia katika yapi, yale ambayo kwamba ni maovu na machafu. Kwa hiyo Muislam amtambue Allah subhanahu wa ta'ala ni nani, ajitambue mwenyewe ni nani, yuko wapi na alikuwa wapi na anaelekea wapi. Akiyafahamu haya, basi atatengeneza akhira yake kwa yale ambayo kwamba ni yenye kumridhisha Allah subhanahu wa ta'ala, na Allah ni mkarimu, na katika ukarimu wake atakwenda kukuingiza wewe Muislamu mzuri katika janna zake, upate starehe za maisha yako ya milele kesho akhira. Nadhani na saa hiyo imetosha. Imetosha. Na kwa katika njia ya elimu ustaz, kuna Idi na Ijumaa ikipatana katika elimu, tufaidishe tu, mtu anafaa swali Idi na swali kabisa Ijumaa, ama anaweza acha moja swali moja inshallah? Katika hilo swala Sheikh, kuna Jumaa na kuna Eid. Jumaa ni faradhi ambayo kwamba haipotei. Kwa hiyo kwa yule ambaye kwamba ameswali Eid anaweza bado akahudhuria nini, swala ya Jumaa. Lakini pia kuna ruksa, kwa kuwa amehudhuria Eid, ahlul ilm wanasema anaweza akatosheka na swala ya dhuhuri, kwa kuwa khutba imesoma katika kiwanja cha Eid. Kwa hiyo itasimamia ile khutba ya Jumaa ambayo kwamba ilikuwa isomwe. Kwa hiyo akiswali kwake dhuhuri itakuwa imemtosheleza na Jumaa. Kwa hiyo imamu ni lazima apatikane, kwa kuwa wapo baadhi ya Waislamu ambao kwamba wakupata fursa kuiswali salatul Eid. Kwa hiyo wakifika msikitini wakapata imamu hayuko, aseme mimi nimeswali Eid, itakuwa amewatatiza. Kwa hiyo imam anatakiwa msikitini kwa ajili ya kuongoza wale ambao kwamba watakuwa katika swala ya Jumaa,
Kwa yule ambaye kwamba ni maamum ndio ana ruksa ya kuswali dhuhur, lakini pia kuna ajiri kubwa ambayo kwamba ataipata kwa yeye kuhudhuria salatul Eid pamoja na salatul Jumaa katika masajid za Allah subhanahu wa ta'ala. Lakini hatusemi ya kwamba ruksa ipo ikaondolewa dhuhuri kamili pamoja na Jumaa, la, kama utaswali Jumaa basi dhuhuri inabakia pale pale, lakini chukua ajiri mingi, swali Eid, swali Jumaa, uongeze hasanati katika kapu lako la mema. Shukran sana watazamaji, mimi sina la ziada. Ustadh Nuruddin tuko naye hapa kila siku, ukiwa unataka nasaha nipo na namba yake inshallah, na nitakuelekeza vizuri na vilivyo pale anapatikana. Sina la ziada, tupatane inshallah kwa video ijayo. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salamu warahmatullahi wabarakatuh.